Basi tunawakaribisha katika kipindi chetu cha Maji Yenye Uzima. Ambaye ananena pamoja nawe ni Apostle Hosea Kimani Wambogo. Tuko located Fureria, mji wetu wa Nakuru, mahali panaitwa Home Center. Tunaongea kuhusu habari ya kanuni ya utendakazi, na kanuni ya utendakazi ni mojawapo ya zile kanuni kila mmoja anastahili kuwa anazingatia sana. Maana ukizingatia hiyo kanuni ndio inatusaidia kuweza kuingia katika zile hatima ambazo Mungu ametuwekea. Na pia kuna yale masharti kila kanuni inakuwa nayo. Kuna masharti mara mingi hata wale wanaendaga kwa wachawi na waganga, sijawahi enda huko, lakini mara nyingi wakija huwa wanasema, na nilipatiwa kamote na nikaambiwa nikaweke chini ya mattress, na siku moja kasiwahi onekana na mume wangu ama mke wangu, na wakati kataonekana ni kusema mambo yameharibika. Na wacha nikwambie mpendo, hakuna kitu kibaya kama hiyo. Usiwahi enda kujaribu maisha yako kwa mambo kama yale, maana shetani anajuaga amekutega pamoja na yule mwenye wewe umekuja kutega, na hiyo ndio inasababisha watu wamalizie vibaya. Maana zile kanuni utaenda upatiwe kule kwa mchawi, kanuni yote ya kwa shetani inakuaga ni ya barabara mbili, sio moja. Inakuaga inakunasa wewe, na hasa mwisho wako utamalizia vibaya. Mwisho wako utamalizia vibaya. Na kwa sababu hiyo ni vizuri kufuata kanuni ya Mungu. Katika Yoshua 3:3 inasema wakaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Hiyo ni kusema ya kwamba katika haya maisha kuna vitu ambavyo huwa vinatuongoza. Hatuamukagi asubuhi tunaenda kupigana vita. Ukiwa Mkristo aina hiyo utagongwa kwa vita nyingi sana. Nimeona watu wengi wanaamukaga wanaenda kupigana vita zenye hawajui kama watashinda. Na hasa kama wewe hauna mamlaka, ustahili kwenda kupigana vita. Unastahili kutafuta mtu mwenye mamlaka ambaye atakutangulia mbele ili aende apigane vita vyako. Nimeona watu wengi wanaenda kupigana vita ambazo sio zao. Wengi wanaatakiwa wakati wanapigana vita. Unakuta kwamba hizo vitu zinarudi kwako. Hata ni wengi ni watumishi wa Bwana. Niliwaambia kwamba ukisikia umeongea na ndimi, sio kusema ya kwamba Mungu amekubali uende ukatumike. Watu wengine walifanya hivyo. Kuna mtumishi mmoja aliniambia wakati mmoja hapa katika mji wetu wa Nakuru, alikuwa na kanisa nzuri sana, alikuwa anaitwa mchungaji, na akapata horo nzuri sana iko ndani ya mji, na akaanzia kuhubiri, washirika wanajaa mpaka kule nje. Na wakati mmoja kwa ndoto akaota akiwa na title ya apostle, na kulipokucha akajiita apostle na akajiweka kanzo. Na niongeleshe watumishi wa Mungu ambaye mnakuja, sio kusema mimi Kimani hata pengine unijui, lakini leo ninaweza nikakuwa mwalimu wako. Sio kusema kwa sababu Mungu amekuongelesha umetosha kwa majira hayo ambayo Mungu amekuongelesha. Kuna process lazima upitie, na nipoza uweze kupata kile ambacho Mungu anatamani utembee naye. Nimeona wachungaji wengi wamefanya hayo makosa, na wengi ambao wanafanya hayo makosa ndio unaonaga wanafungua kanisa wakifunga kila wakati. Ukiona pasta anafungua makanisa 5, anafungua hapa, anafungua pale, anafungua. Yeye aliambiwa na Mungu atakuwa mchungaji, akaamuka asubuhi akachukua Bible akaenda kufungua kanisa. Haikuagi hivyo, watumishi wa Bwana. Ni lazima ukae chini ya mtu wa Mungu zaidi ya miaka 2, na ukitoka kwa huyo mtu wa Mungu akubariki uende ukafanye hiyo kazi, utafanikiwa. Lakini ukiota ndoto alafu asubuhi unaamuka unavaa suti na unavaa tai na unaambia watu wote Mungu alikuongelesha, utaaibika sana, na utafanya kazi ya Mungu ambaye itaishi imekuaibisha kwa maisha yako yote. So kuna yale mambo ambayo huwa yanatuongoza. Mungu anaambia wana wa Israeli, hebu ambia wana wa Israeli wasitoke hapa mpaka sanduku la agano. Wakati wataona wana wa Lawi wamechukua lile sanduku, kisha ndio walifuate. Na hiyo ni kusema, hiyo ni kanuni ya kuelewa ya kwamba hatutoki hapa mpaka kitu fulani kitendeke, ndipoza tunastahili kuondoka. Hata kuzaliwa kwa Yesu, Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alitazaliwa, tunaona ya kwamba alitafutwa sana auawe na Herode. Na wakati alipokuwa anatafutwa auawe na Herode, Mungu alitokea Yusufu.
kupitia kwa malaika, akamwambia Yusufu, hebu chukua huyu mtoto haraka, maana Herode anataka kumwangamiza mtoto. Umpeleke mpaka Misri, na mkienda huko mtakaa huko mpaka wakati mtesi atakufa. Mpendo, hebu nisikilize wale ambao wananitazama siku hii ya leo. Na hasa ninaongea kwa wale ambao wanaingia katika ofisi ya utumishi. Hawa ndio wako na shida nyingi sana, na hawa ndio wamekosesha watu. Na ukikutana na mchungaji yoyote mwenye hajakamilika, washirika wake wote wanakuwa wamechanganyikiwa kwa maisha. Maana kile ambacho huwa anapokeza hawa watu kinakaa kama yeye. Mimi siwezi nikakupatia kitu kenye sina. Huwa ninakupatia kitu ambacho niko nayo. Kwa hivyo kama mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kwa maisha ya imani, nitakupatia kuchanganyikiwa. Kama nina ukomavu kwa mambo ya imani, nitakusaidia kuwa na ukomavu pia kwa mambo ya imani. Hakuna mwanadamu huwa anapeana kitu ambacho hana. Hakuna hata mmoja. Hakuna. Mtu huwa anapeana kulingana na uwezo ambayo uko ndani yake. Kwa sababu hiyo wana wa Israeli wanaagizwa, msitoke mpaka wakati mtaona sanduku la Mungu limeweza kuchukuliwa na hao Walawi. Wakati watalichukua ndipoza muanzie kufuata. Na mtu wa Mungu, hilo neno pia kwangu lina ufunuo mwingi sana. Kila kanuni ambayo tunaifuata ni lazima ujue ni nini kinastahili kutangulia, ndipoza na wewe ufuatishe hiki. Maana kila majira ni mazuri, lakini sio kila majira yanafaa. Nirudie tena, majira yote ni mazuri, lakini sio kila majira yanafaa. Unaweza anzisha kitu kwa majira ambayo hayafai, uishi ukiregret kwa maisha yako, lakini hicho kitu ambacho umeanzisha Mungu alikuwa amekusudia ukifanya. Lakini yale majira ambayo umeingia kulifanya haukuwa na ile timing ya mambo ya kiungu. Na chochote ambacho sio cha timing ya Mungu huwa kina majuto. Na nipoza katika Methali 10 mstari wa 22 huwa inasema ya kwamba baraka za Mungu huwa hachanganyi huzuni nayo. Chochote ambacho Mungu amekusudia na majira yake. Katika Kumbukumbu la Torati 2 inasema ya kwamba Mungu huwa anafanya mambo yote kwa majira ambayo yamekubalika. Kwa hivyo licha ya kwamba umeomba kitu, ni lazima pia ujue kanuni ya hii kitu nimeomba ni majira gani ambaye yanafaa. Hata wewe mtumishi wa Bwana ambaye Mungu amekuita, ndio Mungu aliongea na wewe. Sasa nilikuwa nakupatia mfano wa huyo dada, akafungua kanisa akiwa pasta, kanisa limepanuka sana, na akawa na washirika wake mpaka akaanzia kuweka viti huko nje ya kanisa, na vile kanisa limepanuka. Kwa ndoto usiku akaona akiitwa apostle, asubuhi akaamuka akajivika kanzo na akajiita apostle. Kutoka siku hiyo alijiita hivyo, kanisa likasambaratika na likaisha. Wacha hata sio kanisa, akaanzia kuona ndoto zingine ambazo ni za ajabu ajabu. Asubuhi akiamuka anakutana na nyoka kubwa, nyoka ya waziwazi, sio ndoto. Nyoka ya waziwazi kubwa inamkimbisha kwa geti ya malango yake. Na wakati nilipoenda akanieleza hayo mambo yote, kitu cha kwanza nilimuuliza, je, ndiyo Mungu alikuonyesha? Nikamuuliza, na wewe unakuwa chini ya mwavuli wa nani? Kitu cha kwanza akaniambia, hapana, mimi nimekuwa pasta na mimi ndio mwanzilishi wa hii huduma. Sio vibaya kuanzilisha huduma, lakini ni lazima uwe chini ya mtu. Ni lazima kuwe na baba fulani ambaye ako juu yako, unakuwa answerable juu yake, na hiyo nitakusaidia kuwa na mwavuli. So ametoka kiwango cha pastor, amejiodaini kuwa bishop, ama umejiodaini kuwa sijui reverend. Watu wanapenda hizo mataito sana. Sikiliza mtu wa Mungu, kila title ambayo huwa nasikia watu wanaitwa inakuwaga na viwango vya vita yake. Hebu nirudie tena, ukitoka kuwa pastor uingie reverend, zile vita utaanzia kupigwa sio za pastor. Na hivyo ndivyo ulimwengu wa kiroho unakuaga. Ulimwengu wa kiroho unakuwa na rank kama rank za hapa duniani. Vile ambavyo watu hata wanajeshi wakienda kupigana vita kama wale tumetuma Haiti, wakirudi hawa watu huwa wanainuliwa madaraja mengine. Mtu yeyote mwenye ametumwa huko nje akirudi hapa Kenya, habakiki ile rank alikuwa. Maana kama ameenda amepigana vita zile ambazo ni hatari sana na ashinde, huwa anaongezwa debe. Huyo mtu huwa anaongezwa debe. Hata katika ufalme wa Mungu kuna kuaga hivyo. Asubuhi siwezi amuka nijiite apostle kama sio kusudi la Bwana. Zile vita zitaanzia kuinuka juu yangu, kuanzia hapo sitawezana nayo. Hata kama nilikuwa na chachi itasambaratika. Hata kama nilikuwa na vitu zangu utakuta hata vitu zimeisha. Ni kwa sababu tu ya hiyo jina. Huyo mama akasambaratika, chachi ikasambaratika, akaanzia kuona hizo manyoka kubwa kubwa zinamkimbisha. So wakati nilimuuliza hayo maneno yote akaniambia, nikamuuliza ni nani alikuordain? Akaniambia mimi sikuordainiwa na mtu.
Maana Mungu alinionyesha mimi ni apostle. Niliamka asubuhi nikaambia washirika Mungu ameniinua kiwango kingine, na kutoka leo wanitage apostle, na kutoka siku hiyo kanisa likaisha. Hizo ni kanuni za utendakazi. Ukikosea kanuni moja, mpendo, utateseka. Kutoka siku hiyo akaanzia kupigana vita za apostle. Hizo majina sio rahisi, wapendo. Wengine, hebu angalia wale mabishop wengi tuko naye huko kwa barabara, wanaishiki na mabagi kwa barabara wakiombaomba sadaka na wanajiita mabishop. Ukiwauliza historia, hiyo jina tu ndio inamtesa, sio kitu kingine. Hana church, lakini anajiita bishop kwa barabara na bagi kubwa na suti, wakitembea kwa mitaa na majina kubwa kubwa. Lakini ukiuliza huyo mtu wakati alikuwa pasta, alikuwa pengine na kanisa. Lakini kwa sababu hawana baba na hawataki kufundishwa, wanataka kujielekeza, unakuta kwamba wamepatwa na anguko. Sasa wanaishiki tu na title. Unauliza, wewe ni bishop wa wapi? Hakuna, hata ana kanisa. Na kama wewe unajiita bishop na una kanisa, hilo jina wachana nalo kabisa. Kama unajiita apostle na wewe hujafungua kanisa zaidi ya moja, toka kwa hiyo jina kabisa. Wewe ni kuiga, unaiga. Maana mtume kazi yake ni kufungua makanisa, akiachia wale watumishi wadogo ambaye wanakuja. Na hizo ni kanuni ambazo tunastahili tuzifuate, watu wa Mungu. Zinatusaidia sana kwa mambo ya imani. Hebu sikiliza, mstari wa 4 inasema, lakini na iwe nafasi katikati yenu na lile sanduku kama diraa 2,000 kiasi chake, msilikaribie, mpate kujua njia ambayo hamuna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia ile bado. Sikiliza mtu wa Mungu, kuna watu wengine pia wanafanya makosa. Mungu amepeana mwelekeo, anasema basi msitoke kabla sanduku halijachukuliwa na Walawi. Jambo la pili katika hiyo kanuni ya kwamba mkae mbali na hilo sanduku kwa kiwango fulani. Na hiyo ndio inasababisha niongeleshe washirika wale ambao wako kanisani. Wakati wowote Mungu akikuinulia kuhani, jifunze kukaa mbali na kuhani huyo. Hiyo neema iko ndani ya huyo kuhani, itakusaidia. Nirudie tena. Kama umeinuliwa kuhani, jifunze kuweka distance na kuhani. Usitamani kukaribia mtu wa Mungu sana. Ukimkaribia sana, dhamana yake inapotea kwako. Na hata kama anamwaika mafuta kama volcano, haitakusaidia. Hiyo mafuta haitakusaidia. Ule umbali ambao wewe unakaa na huyo mtu wa Mungu inakusaidiaka kumheshimu siku zote. Na vile ambavyo unazidi kumheshimu, ile neema iko ndani yake inakusaidia. Watu wote ambao huwa wanakaribia mtumishi wa Mungu sana, huwa unasikia hata maongeo yao ni ya madharau. Ukiongea na mtu anakuambia ni fulani, ni pasta fulani, saa hiyo wengine wanamtaja, wanatetemeka hivi. Lakini anasema ni mchungaji fulani, hata jana tulikuwa na yeye, tulikula lunch na yeye. Hiyo ni kumaanisha kwamba kwako amekuwa mtu wa kawaida. Kwa wengine wanatetemeka. Na hiyo kukaa mbali ni mojawapo ya kanuni ya maana sana kwa wewe ambao unanisikiliza. Wakaambiwa kwamba licha ya kwamba sanduku litainuliwa na hawa Walawi, lakini tunataka mkae mbali kwa kiwango fulani. Maana hiyo itawasaidia kujua direction, mahali mnastahili kwenda. Maana ukikaribia hili sanduku sana, unaweza pita ile barabara haustahili kupitia. Na hiyo ndio makosa imefanywa mara nyingi kanisani. Unakuta ya kwamba kuna watu wengi sana walikaribia watumishi wa Bwana, wakapoteza dhamana ya hawa watu wa Mungu ambaye Mungu amewainulia, na wakapoteza direction ya kuishi katika maisha ya imani. Wengine hata walipotea kitambo, lakini wanadhani bado wamesimama. Ni kwa sababu gani? Wakati tunatembea na watumishi wa Bwana, kuna ile kiwango tunataka tukae mbali na wao. Na wacha nikwambie, ukijifundisha hiyo, utaishi kwa huyo mtu wa Mungu, na siku zote atakuwa faida juu ya maisha yako. Na hiyo dhamana, hiyo kukaa mbali, ni kusema ya kwamba dhamana yako isipotee. Kuna brother mmoja ambaye alikuja kanisani kwetu, na alipokuja alipewa masharti na Mungu kabla akuje. Aliambiwa, unataka kukutuma kwa Apostle Kimani Hosea, na ukienda kwake ukae mbali na yeye, usimzoee. Na akakuja akaniambia hiyo maneno. Akaniambia, mimi sijui kwa nini niliambiwa hivyo. Niliambiwa nikuje hapa, umebeba kitu changu, lakini masharti yenye nilipewa na Mungu, aliniambia kwamba nikae mbali na wewe na nisikuzoee. Nikamwambia hiyo ndio kitu ambacho kimemaliza watu wengi, hasa wale wanajiita watumishi wa Bwana, hasa wale ambao pia wamekaribia watumishi wa Mungu. Ni lazima haya masharti tuyafuate. Hata kana kwamba unakaa chini ya mafuta ya mtumishi fulani, ni lazima ujue kwamba kuna kiwango fulani unajipeaga. Kaa mbali na huyo mtu wa Mungu ili hiyo heshima zidumu.
Na wakati hizo heshima zinadumu, mtu wa Mungu, utakuta hiyo neema inakubeba siku zote. Hiyo neema itakusaidia na hakuna siku utapotea. Utakuta hiyo neema inakusaidia hata mahali haujui, ni kwa sababu ya kukaa umbali kiwango fulani. Sikiliza mstari wa 5, inasema Yoshua akaambiwa watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Biblia inasema ya kwamba mojawapo pia kanuni ambazo huwa tunapigana vita nayo, usikubali kwenda mbele za Bwana na huku wewe ni mchafu. Unahakikisha kwamba unajitakasa, maana Mungu huwa anatumia kule kujitakasa kwetu. Ndio wengi tunakuwa tuna dosari mingi. Sitaki kuita dhambi, maana dhambi ni kusema ya kwamba umetoka nje ya wema wa Bwana. Wacha niite dosari. Dosari ni yale mambo ambayo ni kama umevaa mavazi mazuri, alafu kisha upitie mahali kuna kichinjio, unakuta ya kwamba damu umepakwa damu. Ama ukiwa na mavazi mazuri, wengine tunaenda garage, haujuagi ukishika weli unajikutaka uko na weli kwa nguo mahali. Hiyo ni kusema ya kwamba umetiwa doa katika nguo ambayo ilikuwa ni safi. Kuna Wakristo wengi ambayo wanakuwa na madoa katika imani yao, na ndiposa Biblia inasema ya kwamba kanuni nyingine ni kujitakasa. Maana inawezekana kuna madoa ambayo wewe hata ujui. Maana ukienda kwa kichinjio, hata ni mtu anakuambia, haya, kwani hii damu umetoa wapi? Unamwambia nimepitia mahali kwa kichinjio, nadhani ya kwamba ndio imenirukia. Nilikuwa garage, ndio nadhani kuna mahali nimejiegemeza nikapata wili kidogo. Hiyo haujui, lakini ipo. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati tunaenda mbele za Bwana, wakati kuna kitu ambacho unataka kufanya mbele za Mungu, kitu cha kwanza jifunze kujitakasa. Mwambie Bwana, yawezekana nimefanya vitu ambazo sielewi. Yawezekana Job katika Job 1, Ayubu 1 inasema ya kwamba wana wa Ayubu, mstari wa 9, wana wa Ayubu wakati walipokuwa wanaenda kujifurahisha, kujiburudisha, wana wa Ayubu walikuwa wanaenda bash kama kawaida venye watoto wetu wanaenda bash. Ayubu alikuwa anaenda mbele za Bwana na sadaka, na anachukua sadaka na jina la kila mmoja. Na wacha niseme hivi, ni vizuri kutolea watoto wako dhabihu na sio kuwatolea jumla. Ni vizuri kutoa dhabihu na jina, maana hata majina ya watoto wetu huwa yanaleta maangamizo. Job alikuwa anaenda mbele za Mungu na bahasha, kila mtoto anaandika jina lake juu, na anaambia Bwana, yamkini mahali watoto wangu wameenda kujifurahisha wamekutendea dhambi. Hayo ndio maneno alikuwa anatumia. Si ya kwamba amewaona wakitenda dhambi, lakini ni kwa sababu ya utakaso. Njia ya utakaso huwa ni kwamba ninaomba mambo yale siyajui kana kwamba nimeyafanya. Yawezekana hata nimewaza visivyo. Mungu, nimekuja mbele zako, unioshe na unitakase, maana ninajua mimi sio safi. Hakuna mtu hata mmoja hapa duniani aliye na usafi. Yesu wakati mmoja anaitwa na wanafunzi wake mwalimu mwema, akawaonya, akawaambia, msirudi kuniita mwalimu mwema, maana mwanadamu yoyote akiwa hapa duniani, hakuna mtu aliye mwema hata mmoja hapa duniani. Kile ambacho huwa tunafanya kila siku ni kujitakasa, kila siku ni kujiosha, ili tupate kibali machoni pa Bwana. Na hivyo ndivyo kila mmoja siku hii ya leo unastahili kuwa katika jina la Yesu. Mstari wake wa 6 inasema nini? Mstari wa 6 inasema, kisha Yoshua akawaambia makuhani, akasema, liinueni sanduku la agano, mkavuke mbele ya hao watu, mkaliinua. Wakaliinua sanduku la agano, akatangulia mbele ya watu. Mstari wa 7 inasema, Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kujitukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Na hilo jambo huwa linanifurahisha sana, wakati Mungu amekuita katika huduma, na hiyo ni njia moja ya kusababisha wewe kuheshimika mbele za Bwana. Mungu akiita mtu, hata kana kwamba umeitwa ukiwa na udhaifu wa aina gani, kuna kitu kimoja ambacho Mungu huwa, hiyo ni tabia ya Mungu. Mungu huwa anasababisha, kuna vitu anaenda akifanya kupitia kwako, ili watu wale ambao wako nyuma yako wakuamini. Kwa hivyo unaona Biblia inasema ya kwamba katika Isaia 10 mstari wake na ni wa 27, Isaia 10 nadhani 27 inasema ya kwamba ni 27:10. Hebu tuangalie Isaia 10:27 ama Isaia 27:10. Isaia 27 and then 27:10.
hilo neno limepotea kidogo, nikikumbuka nitakueleza, ambalo linasema ya kwamba Mungu ameweza kuangazia mwanzo akiwa mwisho, na akiwa mwisho anaangazia mwanzo. Iko katika kitabu cha Isaia. Hiyo ni kusema mambo yote inakuwa yamefanyika katika ukamilifu. Jambo ambalo Mungu alilianzisha analiona kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na nipoza anamwambia Musa na mtumishi wake Yoshua, ananena pamoja na wao, anawaambia maneno mazuri sana. Anawaambia kwamba hakutakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele zako. Katika Yoshua tunasoma 3 mstari wake, turudi hapo Yoshua 3 mstari wake wa 7. Imesema nini mstari wa 7? Imesema Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kujitukuza mbele ya wana wa Israeli. Na hilo ni jambo la maana sana. Njia moja ya Mungu kuleta maintenance kwa watumishi wake inakuwa yale mambo ambaye anaenda akijidhihirisha kwa maisha yako. Hebu imagine watu wamekuja ni wagonjwa, alafu kisha unawaombea wanapona. Hiyo ni thibitisho ya kwamba umeitwa na Mungu kwa sababu yao. Na hiyo ndio inasababisha mtu aitwe kiongozi. Wakati Mungu anajidhibitisha ndani yako, na wewe kama umeitwa na Bwana, hiyo ni mojawapo ya sehemu ya kila mmoja ambaye ameitwa na Mungu. Hiyo inakuwa sehemu ya kila mmoja mwenye ameitwa na Mungu, ya kwamba Mungu kama amekuita katika huduma, kuna vitu ambazo huwa anaenda akifanya mbele za watu wale ambaye amekuitia. Mimi Mungu amejidhihirisha kwangu na njia kubwa sana. Watu wameponywa kansa. Kansa ni magonjwa ambaye yanaonekana hayana tiba, na watu wanaenda India wanafanyiwa operation za kansa na wanakufa. Na Mungu anakusaidia kupitia kwako. Mtu ambaye ako stage 4 ya kansa, ya throat cancer, anapona na hata hayuko karibu na wewe. Hizo ni dhihirisho ya kwamba Mungu amekuita. Na niposa hawa watu wa kuamini, Mungu amenitumia mtu anakata damu miaka 6. Tunajua kuna mama alikata damu miaka 12. Mtu anakuja tu kwa madhabahu na mwekelea mikono, na ile damu inakata hapo na hapo, na maisha yake yanarudi kawaida. Hiyo ni kusema Mungu akamwambia mtumishi wake Joshua, kuanzia leo ninataka kudhibitisha mbele ya wana wa Israeli ya kwamba wewe nimekuchagua. Na nataka kutangaza kwa wale ambao ni watumishi wa Bwana, kama wewe hakuna ishara na miujiza ambazo Mungu anaenda akidhihirisha kupitia kwako ndani ya wanadamu, yawezekana ulijiita wewe mwenyewe. Yawezekana ulisikia sauti ya shetani. Unajua hata shetani anaweza kukudanganya. Huyo mama nimekwambia, yawezekana hata sio sauti ya Mungu ilikuja, ama kama ni sauti ya Mungu, yeye hakutumia kanuni ya kiungu. Kwa sababu hiyo leo nataka kukuombea wewe mtazamaji wangu. Baba, katika jina takatifu la Yesu, tazama hiyo kanuni ambayo unamwambia Yoshua ya kwamba wewe kuanzia leo nataka kudhihirisha mambo makubwa ya ajabu kupitia kwako. Ni kwa sababu hiyo Baba wa mbinguni umeita watu wengi, na kuna washirika hapo wananitazama. Wengine walizoea pasta wao wakapoteza dhamana yao. Kuna ile kiwango ambacho unataka tukae mbali na watumishi wako, ili ile dhamana ambayo umeweka ndani yao isije ikapotea ndani yetu. Na nipoza siku zote hiyo neema ikaweza kutusaidia. Mungu wa mbinguni tusaidie, tusitoke kabla ya Walawi hawajatoka. Maana tukiwatangulia, neno la Mungu linasema, maana hiyo barabara hamujaifuata tena, hamutaweza kujua ile njia mutapitia. Hayo mambo yote Mungu wacha yakaweza kudhibitika ndani ya mioyo yetu. Na nipoza Mungu tukadhamini wale umewaita kwa ajili yetu, na zaidi ya muno mimi Kimani na wale watumishi wote ambao umewaita, usiruhusu tutembee pasipo kujidhihirisha kwa watu wale ambao umetuitia, ya kwamba umetuita kwa sababu ya maisha yao. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Ninaombea huyo mtazamaji wangu, hiyo neema itoshe kila mmoja sawa sawa na neno lako, na ni kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba na hata nashukuru. Wewe mtazamaji wangu mahali popote unanitazama, kama hujamkubali Kristo, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe na unitakase. Tafuta kanisa nzuri kwa mji wetu wa Nakuru, tafute pale Free Area Home Center. Hadi kipindi hicho kingine cha maji yenye uzima, mimi wako Apostle Hosea Kimani. Shalom, shalom, shalom.